Hala Beauty software sasa imeboreshwa zaidi na kuja na mtindo mwingine mpya kabisa wa namna rahisi ya kupata quantity za ujenzi. Mfumo wetu wa Hala Beauty software tumeboresha kwa kuweka aina mbili za software, mobile application na desktop application, ambazo sasa hizi unazipata ukiwa hautumii internet. Kwenye eneo la kwanza la mobile application, wakati wa kuinstall kwenye package zote mbili, unainstall ukiwa uko online. Ukishamaliza kuinstall, unaweza kuzima data zako ukaenda sasa kutumia mfumo wetu ukiwa uko offline. Kwa kuwa sasa katika aina ya kuwa offline, mfumo wetu umekuwa rahisi na umekuwa mwepesi zaidi, kiasi kwamba sasa ni rahisi kutumia na tumeuboresha katika kiwango cha hali ya juu. Unachotakiwa kufanya, unaenda kwenye kompyuta yako, halafu unaenda kwenye download. Ukienda kwenye download, utakuta faili ambayo umedownload kwa wakati huo. Kwa mfano la kwangu hapa naitwa release 1. Utalifungua hili faili. Kisha lifungua hili faili na ikuta Hala application. Sasa kabla kufungua, kwa kuwa hili ni zipped file, itabidi ni extract hili faili niweze kulilani kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo nita double click Hala Beauty kwa ajili ya kuinstall kwenye kompyuta yangu. Nitailani hapa. Kisha ilani nikiwa nimewasha internet yangu ikiwa on, Hala application software itakuwa imeshaingia kwenye mfumo. Kwa kama unaanza mara ya kwanza, utafanya registration kwa kuandika jina lako, email na password. Na kama ulishajiregister kama mimi, utaandika tu email yako ambayo umetumia kujiregister kwenye mfumo. Halafu kisha weka hii password, email yako utaandika moja kwa moja kwenye mfumo. Kama ulishajiregister, kwa mfano ya kwetu, email yetu ni hii. Na nafikiri ni hii hapa. Ngoja nijaribu nione kama ni yenyewe. Kisha unaingiza password yako pale kwa ajili ya security wise. Kisha maliza uta log in. Email kama itakuwa iko sahihi na password, mfumo sasa utafunguka na itakuja kama umefungua successfully. Ukija hapa kwenye home page ya mfumo wetu, utakuwa unaona dashboard, utaona marketplace, utaona heatmap, utaona PDF tools, subscription plan na profile. Lakini sehemu ya pili ni quick action. Utaona alama ya kujumulisha ya new project, utaona import project, utaona browse package, utaona installed package. Na ukija katikati hapa utapata details za project. Kwa sasa kwa mfano kama hapa hatuna project ambayo tumeisajili hapa, ndio maana pako no project yet. Ila huku utakupata quick overview itakao kuonyesha umefanya project ngapi, una module ngapi, una item ngapi ambazo umezifanya, today umefanya activity ngapi. Kwa mfano hii tumeweka sasa hivi tuna one activity today, this week, na itakupa quick graph ya vile unavyovifanya kwa kucount number of days ambazo umetumia kwenye mfumo wetu. So tukija kwenye marketplace, kwenye marketplace hapa ndipo utakapozikuta package ambazo zimeshawekwa katika mfumo. Kwa mfano kwa sasa tuna package moja inaitwa Cost Management Building Works, na ukija kwenye template hapa tuna template moja ya Education Institution Building na tumeshaiweka, na unaweza create tena kwenye all. Na zote hizi package mbili sasa, package na template, zitakuletea BOQ, building construction, cost estimation, institutional and planning. Ni maneno ambayo tumeweka hapa kama tags za kusearch unapokuwa unatafuta huu mfumo. Sasa ili uweze kutumia mfumo, hatua ya kwanza kabisa utatakiwa uinstall package yako.
Sasa kabla tuja install hii package ya kusanya BuildingWorks, tuangalie kwenye kipengele cha heatmap. Heatmap hapa inakupa quick data zile ambazo umezifanyia kwenye mfumo wako. Total activities, activities today, current streak na longest streak. Itakuonyesha hapo muda ambao umetumia kufanya hizo activities zako. Na itakuonyesha item creations ambazo umezifanya baada kwa zinajionyesha hapa kwenye dashboard yako. Na itakupa insight kwamba you have been active for 1 days in the last year. Itakuonyesha muda ambao umeutumia umekuwa kwenye hii system ukiwa unatumia. Hizi ni information ambazo tumeziongeza kwenye mfumo wetu wa sasa tofauti na ule wa zamani. Hapa una PDF tools. Hii ni tools ambayo unaitumia kugenerate quantities. Badala ya kufanya kwa kutumia kujumlisha na kutoa, sasa unatumia tu PDF message, utaona baadaye namna inavyofanya kazi. Lakini hapa kuna subsection plan. Hapa utaona bei za jinsi ya kutumia mfumo. Kila package kuna free plan, kuna basic plan, kuna economy plan, kuna enterprise plan na kuna institutional plan. Na zote zina masharti na maelekezo na jinsi ya kutumia. Lakini hapa mwisho utakuta profile. Profile hapa inaonyesha yale majina ambayo uliyaweka wakati una create ile email yako, jina lako, email, namba ya simu na all other informations. Sasa ili uweze kutumia mfumo, cha kwanza kabisa kwa sasa inatakiwa uinstall package unataka kuitumia. Kwa sasa tunayo package moja ambayo inaitwa Cosmic BuildingWorks, bali tutakuwa na package zingine. Kwa leo tutaenda kuangalia sehemu ya kwanza ya Hala Build kwa kuangalia hii cost management BuildingWorks package, namna ya kuitumia. Ukisha kuja hapa, unataka kukifanya ni kuinstall hii package. Kwa hiyo una click hapa, sisi mta install hii package. Unapo install hii package, lazima uwe na umeme, lazima uwe na internet, unaweza kuinstall hii package. Kwa hiyo sasa, kwa sababu na internet, utaweza kuinstall hii package. Ukisha install package, sasa unaweza ukazima internet yako ukafanya ukiwa uko offline, full offline, unafanya without internet. Kwa mfano hapa nakuja hapa na kliki hapa, nazima internet yangu. Kisha zima internet yangu, manake hapa niko offline, naweza nikaitumia hii package kufanya shughuli zangu zozote zile sasa tutaanza kufanya. Ukisha install package, unarudi kule kwenye dashboard, utaanza sasa kuadd. Utaenda kwenye quick action. Unaweza kuja hapa kwenye quick action ukaad new project, au kaja hapa ukaad new project. Tuje hapa kwa mfano, una click hapa add new project. Tuseme project yetu inaitwa Iunga project, na project yetu ni ya nini? Unaweza kutoa maelezo kwamba ni jengo la biashara, ni commercial building. Kwa utaandika pale. Ukiwa uko hapa, unaweza ukaandika details za hiyo project. Uko kwenye kiwanja gani, location gani, jina la mteja ni nani, consultants nani, mkandarasi ni nani. Unaweza kujaza hizo informations hapa, client and the consultants name. Lakini kama unaona huna haja ya kuzijaza hizo, utarudi back, halafu utaficha hicho kibox hapo, utaklik next. Kisha click hapa, tayari umecreate project. Na ukisha create project moja kwa moja itakuingiza ndani kwa sasa vitu vilivyopo. Sasa vitu vilivyopo hapa, cha kwanza ni preliminaries, zile kazi zote za awali ambazo zinakuwa sehemu ya ujenzi. Utaona description of the site, utaona hapa unaweza ukafanya ukiwa uko offline kabisa. Lazima internet yetu hapa itufanye majaribio tuone. Kwa tuna measured work, tuna provisional sum, tuna hizo, tuna measured work, tuna na unaweza kufanya moja moja. Sasa tukija kwenye measured work hapa, kwa mfano ukitaka kucheck site clearance, ukiklik hapa itakupa information. Tutakuja kuendelea baadaye sehemu ya pili
ya mfumo wetu. Nataka tuangalie sehemu ya kwanza ya mfumo wetu kwa kuangalia matumizi ya PDF tools. Kwa hiyo tuachane nako kwanza huku tuje kwenye PDF tools. Kwa hiyo hapa utajua kutafuta hizo quantities, tutakuja kuona baadaye namna ya kutengeneza bills of quantities, bidding price, schedule of material, etc. Tutaangalia jinsi ya kufanya bills of quantity, bidding price, schedule of material, etc. Leo tuangalie kwanza sehemu ya kwanza ya series yetu ya lecture ambayo tunaangalia PDF tools. Kwa click hapa PDF tools. Sasa utaklik PDF tools. Utaikuta ile project ambayo umeicreate hapa. Unachotaka kufanya ni kuiclick hii project. Kisha hii project itakuletea sehemu ya kuimport PDF. Kwa hiyo ukiklik hapa itaenda moja kwa moja kwenye mafaili yako ulionayo. Kwa mfano mimi mafaili yangu yako hapa. Kwa hiyo nitaenda kuchagua mafaili. Hili ni faili moja wapo la mchoro. Nikisha click na click open. Kwa hiyo lile faili litakuja moja kwa moja hapa likiwa limekaa vizuri kabisa. Na litafungua zile page number zake kama unavyoona. Utaona kuna page numbers za hii michoro na unakuwa unaziona hapa. Sasa kwenye hii PDF tools ina icons za kutumia. Kwa mfano kuna hii visifuri hivi, manake hii ni back to dashboard. Hii ni PDF tools open. Hii ni quality, unaweza kuchagua kwamba unataka mchoro wako uoneje. Kwa kuna high quality, unaweza kuchagua. Kwa unaweza kuchagua kwa kuklik hapa. Kwa kuklik hapa itabadilisha. Tuna high quality kama hii. Tunaona vizuri kabisa katika high quality. Kama kuna colors zinaonekana vizuri, lakini unaweza pia ukaweka kwenye low quality ili kufanya pia mchoro vyote vinavyotaka unaweza kufanya kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo hapa utaziona page zako za mchoro. Kwa mfano mchoro huu nilioweka hapa una page nyingi kidogo. Una zote hizi ni page za mchoro na iko very faster. Ni zaidi ni page 99 za mchoro huu. Kwa hiyo ukiscroll hapo unaziona hizo page za mchoro. Sasa ukishafika hapa kwenye mchoro, unaweza kuanza kutafuta quantities. Unaenda kuzijaza kule kwenye BOQ. Unachotakiwa kufanya sasa, utachagua mchoro. Kwa mfano nichague mchoro huu hapa. Sawa. Huu ni mchoro wa first floor, labda nichague mchoro huu. Na unaweza kuwa unasoma michoro yako, unataka mchoro gani? Kwa mfano nataka nichukue mchoro wa ground floor. Utaukuta hapa. Huu mchoro utakuwa unaonekana hapa. Na ukihold control ukashika mouse yako, unaweza ukazoom mchoro wako in, ukazoom out, ukaongeza, ukafanya unavyotaka. Sasa ili uweze kuanza kutafuta quantities, cha kwanza lazima uset scale. Unachokifanya hapa unatafuta any dimension ambayo unaiona vizuri. Kwa mfano mimi naitaka hii 1500, nitaizoom hapa ili nione vizuri. Then utaklik hapa kwenye kialama kinaitwa set or calibrate scale. Kwa ukiklik hapa kitakuletea kibox, kitakwambia set scale. Kwa utaklik calibrate by drawing. Kwa hiyo itakuwa calibrate by drawing. What you do, una click hapa, unakuja pale kwenye ile scale unayoiona vizuri. Unaweka hiki kialama hiki kikiwa kwenye center kitakuwa right. Nakiona kisogea huku kinakuwa kaida, kija hapa kinakuwa right. Kwa hiyo utakiweka hapo kwenye center yako ya point kisha kuwa right. Alafu ta sketch line mpaka mwisho wa hii dimension ambayo ni hapa. Kwa hiyo utaachia. Hii dimension utaiandika hapa ni 4.5. Utaka kuandika kwa mita. Kisha andika, utaklik hapa. Ndio umesha seti scale yako. Kwa utarudi hapa sasa kwenye mchoro wako. Utarudisha tena center ili ukae vizuri uweze kufanya nao kazi vizuri. Kwa mfano, watakutafute area ya chumba hiki. Chumba hiki hapa. Unachokifanya hapa, unakuja kwenye hii alama ya polygon. Utaklik, utaanza kutafuta area. Kutafuta area ni very simple. You just click to end ndani kwa ndani. Utafuta area. Kwa utaklik hapa. Utaklik hapa. Utaklik hapa.
Ukiinta sasa, kwa sababu kuna hivi vipande vingine, kuna kuta zingine hizi tutazifuata kama zilivyo. Kwa utakliki kona hii, kona hii, kona hii, kona hii, kona hii, kona hii. Very simple. You do like this. Upati stress. Utazoom vizuri uone. Kisha fikisha hapa, utakliki hapa. Ukiinta itakupatia area ya chumba hiki. Utaikuta hapa. Unaona hii area, na ukitumia polygon utapata 2 dimension, utapata length, utapata na area. Umeshapata ya kwanza. Cha kutafuta area nyingine, kufuata kutafuta hii area labda ya hii shape. Hii hapa. Tutafuta labda area ya shape hii hapa, ambayo ni very complicated. Unatumia hivyo, una click to polygon. Halafu unaanza kutafuta area. Unaweza ukaklik hapa, ukaja hapa kwenye end point yako, ukaitafuta hii curve. Hii curve utakuwa tembea nayo kwa kuangalia nature ya mstari unavyokaa. Kadri unavyoweka yenyewe itakuwa inafuata. Kwa hiyo you just sketch kwa kuvuta hii, then una click. Ukifika hapa, utakuwa umefika mwisho, utashika control, utafuta ile uweze kuona vizuri mchoro wako unaisha hapo na kuja hapa. Utaklik hapa. Mako utembee nyuma ya hii circle. Kuona nyewe utaanza ku click kwa kufuata hii circle jinsi ilivyo, ili tupate area ya chumba hiki. Kwa hiyo utakuja hapa, utaklik kwa mfano. Kisha click hapo, itakuwa imeconnect. Kwa ikifika hapo una press enter. Tayari ulishapata area ya figure hii hapa. Kirahisi kabisa. Ukitaka kutafuta length ni very simple. Una click hapa kwenye line. Click line hapa. Uka scroll hapa kwa mfano unataka kutafuta labda tutafuta labda length. Unataka kutafuta labda length hii hapa. Hii. Utakutafuta length ya ukuta huu hapa, kutoka hapa labda mpaka hapa kiasi gani? Very simple. Unakuja tu hapa, una click, unaanza kutembea na hivi vishape, kwamba kuna kishape hiki unataka kuzunguka hii length kama ilivyo. What you do, you just click very smart, ili uweze kupata dimension zako exactly. Una click ili uweze kupata dimension zako exactly. Utaklik hapa, mpaka tunauzunguka ukuta wetu. Kwa utaklik hapa, unakuja kuna mlango hapo, unaishia hapa. Kishafika hapo, utainta. Hapa itakuonyesha urefu wa mstari huu hapa ni mita 25.49. Unaona? Shamaliza. Kwa hiyo mpaka hapo umeishia hapa. Na ukitaka kwa mfano kuendeleza huu mstari, labda umekosea, utakiwa mstari uendelee. Ni very simple. Una click hii pan. Click hii pan, una zoom huu mstari, unakisha click at the end hapa. Kisha click at the end hapo, kiupatia kwa ukiushika, unaweza sasa ukauhamisha. Unaona? Unaweza kausogeza, kauscratch. Ukasema kumbe ulikuwa unaishia hapa. Unavyo scratch moja kwa moja dimension hii, kiangalia hapa itakuwa inabadilika. Kwa hiyo tunahakikisha uselect tu mstari. Kisha fikisha hapo, ukiachia tap, utakuwa umefika mwisho. Then umeshaubadilisha mstari urefu wake. Ukitaka kuendelea na mstari mwingine, hizi alama zitoke, utaklik labda ukitaka kichumba, utaklik hapa. Utaklik hapa. Utaklik hapa, utakuja hapa. Utakuja hapa, utakuja hapa, utakuja hapa, utakuja hapa, utakuja hapo. Kiinta ushapata eneo la kichumba. Na hivi vyumba sasa unaweza ukadelete au ukafanya editing. Sasa ukishazipata hizi dimensions, click line nyingine hapa, labda urefu huu kwa ukainta. Hii inaweza ukichukua tena hii pan hii ukatikisa hivi, basi ile selected kule itakuwa imetoka
na hii kazi yake ni kuweka mchoro wako unavyotakiwa uwe, unataka uende wapi, ukae wapi. Ndo kazi kubwa ya hii pani yetu. Ukishika hii unaweza ka twist mchoro ukauhamisha kwa kutumia pan. Ukiona inakusumbua, pan unairudisha hii. Unaweza kutumia alama yako ya control ukazoom in ukazoom out. Basi kishamaliza hapo, sasa unataka kuangalia hizi dimensions unazozifanya. Cha kwanza unachokifanya, ukifika hapa una click hii dimensions. Itakuonyesha una PDF moja lakini bado hujaketi groups. Uta refresh hiki page hapa, utarudi kwenye PDF hapa. Alafu uta refresh kidude hapa. Kisha refresh itakuonyesha jina la mchoro ambao ulikuwa unautumia. Ukiclick utakuta zile dimensions zifanya. Umefanya dimension ngapi? 8. Utazikuta hapa. Ambazo hizi ndo hizi. You can count here. 1 2 3 4 5. Kwa tumefanya dimension ngapi? 5. Ukiclick hapa itakuonyesha dimension ambazo umezifanya, ndo hizi hapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Na zile ambazo tulikuwa tunazidelete tutazikuta hapa. Tu delete zile za nani, za like triangle, kwa nini unazikuta hapa. Kuna zenye pia bado you can delete whatever, whether you have deleted or not, utakuwa na zile kumbukumbu zako huku zimeandikwa, lakini unaweza ka select ukazidelete. Baada ya hapo unaweza kuzideletea huku ukasema kwamba bana, hii sihitaji, ukadelete. Ukasema na hii nayo tena ni kwa sihitaji, hii hapa sihitaji like triangle, ukadelete. Unasema hii nayo pia nenye ni kwa sihitaji, kwa you can delete. Ukabakia exactly na zile ngapi? 5 ambazo ndio sisi tunazitaka. Zingine tuzidelete 1 2 3 4 5 ambazo tunazikuta ndio hizi huku. Baada ya hapo sasa natakiwa create group hapa. Ili create group unarudi kwenye PDF, utarudi hapa, utachukua hii hapa, utaselect dimensions unazotaka. Kwa mfano unataka tu upate tu za polygon. Group la kwanza ni polygon. Kwa utachukua hii na hii hapa. Alafu utacreate hapa. Kwa utasema areas, utasema labda ni nini? Ni floor area. Unataka kujue floor area ya hivyo vyumba ambavyo umevifanya hapo, vyumba vingapi? Vyumba kadhaa pale. Uta create set. Kisha create set, utakuwa umepata group. Kwa click hapa utakuta vile vyumba ulivyoviita. Umesema ni floor area. Na ukiklik hapa utakuta zile dimension zake. Sasa ukifika hapa, dimension hizi unaweza kuziandika kwenye BOQ yako au kazi copy kwa kukopi hapa au hapa. Unaona hapa kwenye hii alama utakopi hapa. Kisha copy, utarudi kwenye kompyuta yako, uta minimize, utafungua for example Excel, utakopi kwenye Excel. Kisha fungua Excel, utafungua blank page, uta maximize kwenye Excel. Unataka labda hizi data zikae hapa, kwa uta click hapa, uta paste. Ukipaste utaongeza mstari, unaweza ukaziborrow information zako hizi, ukabold ile jina lilo create, na unaweza kaziname hizi zinaitwa nini. Kwa hiyo utakuwa umepata area ya vyumba vyako vitatu vilivyopimwa kwa kutumia polygon. Hapa itakupatia total length, circumference ya vile vyumba ni mita 226, lakini total area ni 839. Ni vyumba gani tunavizungumzia hapa? Tunazungumzia vyumba hivi ambavyo viko selected. Tuitafuta area ya chumba hiki hapa, chumba hiki na hiki na hiki, vyumba vitatu 1 2 3, ndio hizi polygon 1 2 3 ni polygon 3 ambazo ndio hizi ambazo zikija kwenye Excel utakuta data ya polygon 1 2 na 3. So these are the dimensions, these are the area. Hapo utakuwa umepata quantities from any PDF kwa njia rahisi kwa kutumia mfumo wetu wa HALABuild. Karibu sana, enjoy the system. Asante. Kwa kuweka aina mbili za software, mobile application